ni waziri wa mapolisi, na ni waziri ambaye sio halali kwa sababu hakuchaguliwa. Amesema hivi, na hili ni jambo la hatari sana. Amesema tuko wanakosema barabarani, wanasema mambo mengi sana, mengine si mazuri sana, lakini unayavumilia. Umesikia wanasema sisi sio serikali halali. Sasa ukienda kugombana nao, unagombana nao kuhusu nini? Maana uhalali sisi tunajua upo. Maana uhalali unatokana na wananchi. Kuna wenzetu hawakutaka kupiga kura wala kugombea, na hakuna sheria inawalazimisha. Kwa wiki za hivi karibuni kuna neno moja limekuwa likisikika karibu kila mahali. Neno hilo ni uhalali. Serikali ni halali, utasikia. Serikali si halali, serikali imepoteza uhalali. Lakini umewahi kujiuliza uhalali ni nini? Na kwa nini watu wanabishana sana kuhusu neno hili? Karibu Elimu Raia. Naitwa Rungwe Mtete, na ninaamini kwamba kabla ya kuwa na maoni kuhusu siasa, tunapaswa kwanza kuelewa dhana zake. Ndio maana leo tutaanza kwa kujifunza dhana ya legitimacy, au kwa Kiswahili tunaita uhalali. Na katika safari hii tutaongozwa na kitabu hiki kinachoitwa The Legitimation of Power kutoka kwenye library yangu ya vitabu, na kimeandikwa na Profesa David Bitham, mtaalamu wa sayansi ya siasa wa Uingereza, aliyejikita katika utafiti wa uhalali wa madaraka, demokrasia na haki za binadamu. Hiki ni mojawapo ya vitabu muhimu sana katika sayansi ya siasa kwa jinsi kinavyoichambua kwa kina dhana ya uhalali wa madaraka. Hivyo, katika video hii na zijazo tutakuwa tukirejea mawazo yaliyojengwa katika kitabu hiki, tukiyaeleza kwa Kiswahili rahisi na kwa mifano ya maisha yetu ya kila siku. Karibu katika safari hii. Swali analoanza nalo Profesa David Bitham katika kitabu chake linaonekana rahisi, lakini lina uzito mkubwa. Anasema, legitimacy is one of the most common terms in everyday political discourse. But what exactly does it mean? And why does it matter? Kwa Kiswahili tunaweza kusema uhalali ni mojawapo ya maneno yanayotumiwa sana katika mijadala ya kisiasa. Lakini katika sayansi ya siasa linamaanisha nini hasa? Na kwa nini ni muhimu? Ukifikiria, hilo ndio swali tunalouliza leo. Hebu tuanze na mfano. Fikiria mfano wa mtu mwenye bunduki au hata kisu au hata bisibisi anakusimamisha. Anasema, "Hey, nipe simu yako." Na unafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ana silaha, na silaha hiyo inampa uwezo wa kutumia nguvu. Lakini je, silaha hiyo pia inampa haki ya kukuamuru? Jibu ni hapana. Hana haki hiyo ya kukuamuru. Sasa fikiria askari wa usalama barabarani. Anakuelekeza usimame, na unasimama. Kwa nini? Kwa sababu unaamini kwamba ana mamlaka ya kufanya hivyo. Sasa tunaanza kuona tofauti kati ya nguvu na uhalali. Hivi ni vitu viwili tofauti. Na huo ndio ujumbe wa kwanza kabisa wa David Bitham, profesa wetu huyu wa sayansi ya siasa. Anasema nguvu inaweza kumfanya mtu akutii, lakini uhalali humfanya mtu aamini kwamba anapaswa kukutii. David Bitham anaufafanuaje uhalali? Baada ya kupitia na kuchambua mawazo ya wataalamu wengi waliomtangulia kuhusu uhalali wa madaraka, David Bitham anapendekeza ufafanuzi wake mwenyewe. Anasema, power can be said to be legitimate where it is acquired and exercised according to justifiable rules and with evidence of consent. Yaani kwa Kiswahili chepesi tunaweza kusema, tafsiri yetu hapa Elimu Raia inaweza kuwa, madaraka yanaweza kuitwa halali pale yanapopatikana na kutumiwa kwa kufuata kanuni zinazoweza kutetewa kuwa ni za haki, na ambapo kuna ushahidi wa ridhaa kutoka kwa wanaotawaliwa, yaani wananchi. Katika video zijazo tutaivunja sentensi hii kipande kwa kipande mpaka kila sehemu yake iwe rahisi kuielewa. Ila kwa leo nataka ukumbuke jambo moja tu. Uhalali si kuwa na nguvu, ni kuwa na mamlaka ambayo watu wanaona una haki ya kuyatumia.
Mtaalamu wa sayansi ya siasa anauliza swali gani? Profesa Bitham hakutaka kujua tu kama mamlaka ni ya haki. Hakutaka kujua tu kama mamlaka ni ya kisheria. Alitaka kujua kitu kingine tofauti. Kwa nini watu wanakubali mamlaka? Kwa nini wanayaona kuwa halali? Hayo maswali mawili. Hilo ndio swali la sayansi ya siasa. Na ndilo swali tunakotaka leo kwenda na kuuliza. Kwa nini uhalali ni muhimu? Hebu vuta picha ya darasa. Mwalimu anaingia, wanafunzi wananyamaza. Kwa nini? Je, ni kwa sababu ana nguvu au ni kwa sababu wanaamini ana haki ya kufundisha? Twende nyumbani, fikiria nyumbani. Mtoto anamsikiliza mzazi. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa, fimbo nini? Au kwa sababu anamwamini? Au kwa sababu anamheshimu? Tafakari. Tofauti hiyo ndiyo umuhimu wa uhalali. Kadiri watu wanavyoona mamlaka kuwa halali, ndivyo wanavyoipa ushirikiano zaidi. Na kadiri wanavyoona kuwa si halali, ndivyo mamlaka yanavyolazimika kutegemea nguvu zaidi ili kupata ushirikiano. Tuko pamoja hapo? Sasa turudi Tanzania. Sasa unaweza kuelewa kwa nini neno uhalali limekuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa sababu swali si tu nani ana madaraka. Swali ni kubwa zaidi. Je, madaraka hayo yanaonekana kuwa na haki ya kutawala? Na hilo ndio swali ambalo David Bitham analijibu katika kitabu chake. Kazi yetu hapa Elimu Raia si kukuambia upande gani uchukue, ni kukupa dhana na nyenzo zitakazokusaidia kufikiri kwa kina. Kwa hiyo, leo tumejifunza mambo matatu. Moja, nguvu na uhalali ni vitu viwili tofauti. Mbili, Profesa David Bitham anaeleza kwamba madaraka yanaweza kuitwa halali pale yanapopatikana na kutumiwa kwa kufuata kanuni zinazoweza kutetewa kuwa ni za haki na ambapo kuna ushahidi wa ridhaa kutoka kwa wanaotawaliwa. Na tatu, kadiri watu wanavyoona mamlaka kuwa halali, ndivyo wanavyoipa ushirikiano zaidi, lakini hapo ndipo safari yetu inaanza. Leo tumefungua sura ya kwanza. Katika kipindi kijacho, tutafungua sura ya pili na swali litakuwa hili. Kama serikali ina polisi, ina mahakama, ina jeshi, ina magereza na ina sheria, kwa nini bado inahitaji uhalali? Hilo ndio swali ambalo Profesa David Bitham analijibu katika sura ya pili. Naitwa Rungwe Mtete na hii ni Elimu Raia. Kabla ya kuwa na maoni, lazima kwanza tuelewe dhana. Kujua ni kuchagua. Tukutane tena.